Bethel Clouds TV, empowering lives. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, ni wewe Bwana. Tunakutukuza, tunasema ni wewe peke yako. Tunasema hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. We give you glory, Lord. We worship you this day. You are wonderful, Jesus. You are wonderful, King of glory. You are wonderful, King of glory. You are wonderful, wonderful in my life. You are wonderful in my life. That's why I'm here today, to glorify you, Jesus. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Yesu, tunakupenda, tunakuabudu, tunakuinua mchana wa leo. Tuko hapa kwa ajili yako Bwana Yesu. Tuko hapa Bwana, utuonekanie. Tuko hapa Bwana, utuponye magonjwa yetu. Tuko hapa Bwana, uponye biashara zetu. Tuko hapa Bwana, uonekane katika mahusiano yetu. Wewe ni mkuu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili Bwana.
uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani sana, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani leo, hata kama mambo ni magumu kwangu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama changamoto zimezidi, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama nimeinama leo, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Oh, Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, oh, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Oh, Mungu wa uzima, oh, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Oh, Mungu wa uzima, oh, Baba, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Oh, Mungu wa uzima, oh, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu kwangu, najua unaweza. Oh, Baba, oh, Baba, moyo wangu hata kama mambo najua unaweza. Oh, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, ah, Baba, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, ah, Baba, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Oh, Mungu wa uzima, ah, Baba, moyo wangu, oh, Baba, hata kama mambo ni oh, Baba, najua unaweza. Oh, Mungu wa uzima, ah, Baba, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Ah, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Najua unaweza Bwana, 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 najua unaweza Bwana,
Najua unaweza Bwana, najua unaweza Bwana, najua unaweza Bwana. Nataka nikutangazie hivi, haijalishi unapitia mambo aina gani, Yesu ni muweza katika maisha yako. Nimekuja kukutangazia leo kwamba no matter what you are going through, no matter how you are heavy, haijalishi moyo wako ni mzito kiasi gani, lakini nimekuja kukuambia tu Yesu anaweza. Give me strings. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Anasema nilipi hilo gumu ambalo mimi siliwezi. Inawezekana ni gumu kwako kabisa, lakini kwake yeye sio gumu. Inawezekana kwa leo uko chini, lakini sio mtu ambaye anafaa kuja kwa maisha yako ili moyo wako urudi sawa. Lakini ukimruhusu Yesu aingie, atakutia nguvu mpya tena. Atakutia nguvu mpya tena. Atakutia nguvu mpya tena. Mtazame yeye. Mtazame yeye, kwa sababu yuko hapa kwa ajili yako, na wewe umekuja hapa kwa ajili yake. Mtazame tu, pamoja na machozi yako, pamoja na mapito yako, wewe mtazame tu. Mtazame tu. Mtazame tu. Ameinuliwa msalabani. Mtazame tu. Mtazame tu. Usiwapigie watu simu kuambia maneno yako. Usiwapigie watu simu, kwa maana watu naweza ukawapigia simu ukamwambia, usimwambie mtu, lakini kesho utapata yamesambaa kwa kila mtu kwamba fulani alinipigia akasema ameshindwa. Nimekuja kukuambia mtazame Yesu. Pamoja na mahitaji yako mtazame Yesu. Pamoja na madhaifu yako mtazame Yesu. Yuko msalabani, ameangikwa, na anasema mwanangu, niko hapa kwa ajili ya mizigo yako. Utaibeba hii mizigo mpaka lini? Utawabeba watu mpaka lini? Utabeba moyo ulioinama mpaka lini? Mtazame Yesu, mwambie Yesu, niko hapa kwa sababu yako. Mwambie Yesu, niko hapa, unionee huruma tu, unionee huruma tu. Niko hapa kwa sababu yako, niko hapa kwa sababu yako. Anaweza Yesu. Nasikia uwepo wake umeshashuka mahali hapa. Nasikia kuna nguvu zake zimeshuka mahali hapa. Nasikia yuko hapa, anataka kumfariji mtu, anataka kukusaidia mizigo ambayo imekulemea. Kisikia kulia, usiogope, pasuka tu mbele za Bwana, mwambie niko hapa. Afadhali kulia mbele za Yesu kuliko kulia mbele za wanadamu. Afadhali kulia mbele za Bwana kuliko kulia wakati unasumbuliwa na watu, ama wakati umepigwa na mtu. Ni vizuri kulia mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nimekuja hapa na machozi yangu leo. Yesu, naomba unitazame tu, unipanguze machozi yangu. Naomba uwe na mimi katika haya ambayo nimekuja nayo. Kumbuka Bwana Mungu, wewe ni kimbilio langu. Kumbuka Bwana Mungu, wewe ni kimbilio langu.
kumbuka Bwana Mungu, wewe ni kimbilio langu. Nimesukumwa nikaanguka, nilijua utanisimamisha. Nimetukanwa, nimeonewa, nilijua utanitetea. Nimetukanwa, nikasukumwa, nilijua utanitetea. Mwambie kumbuka, kumbuka Bwana Mungu, usiniache peke yangu. Kumbuka Bwana Mungu, kimbilio langu. Ukiniacha watanimaliza. Kumbuka Bwana Mungu, wewe ni kimbilio langu. Ukiniacha watanimaliza. Kumbuka Bwana Mungu, wewe ni Father, we thank you. Honor is yours. We worship you, Father. I give you glory. I honor you. You are the mighty King, the King of kings, the mighty King of glory. On your throne you are seated, watching all of us. You've taken care of us. You've granted us peace, love, and tranquility. Father, we thank you for every session and every move in our life. We thank you, Father, for everything that is happening around us. We thank you, God, because you've given us the cover. You've given us the heart to worship you, the heart to be with you, the heart to know you. Teach me, Father, to walk with you. Teach me, Father, to know you. Teach me to be closer to you. I am a vessel that is not pure, a vessel that needs you, needs your favor, needs your love. In Jesus' name, thank you. You may be seated. Worship tukae huko. I want us to open the book of Daniel, chapter number 3, and verse number 12. The book of Daniel, chapter is 3, and we are going to start from verse 12 onwards. Well,
we there? Daniel chapter number 3, 12 up to 20. Tell your neighbor, I was not born to break. Maybe if you thought you're going to break me, I am not, I was not, I am not, I was not, and I will not break. There are a certain Jew of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden images which thou hast set up. This is an accusation. This is a statement of an accuser that these men worshiping the God that we worship. They have refused to do your will, O king. They have refused to bow down to the powers of darkness. They have refused to be subject to our laws and rules. This accuser said even the gods, they have refused to bow down to them. And even they have refused to worship. There are 2 or 3 things here that they have refused to worship. They have refused to serve. And these men have no regard. They have refused to respect. These are 3 accusations presented before the king Nebuchadnezzar, that these people, they have no regard for you. These people have no regard for our worship and our God. This is a situation most of us are found in, that in most of our lives we are challenged, and at some point we break due to the pressure of, we break due to the forces that are around us. We break because somebody somewhere have decided to victimize you because you are not doing the will of them. And this is the most hilarious things, and this will cause you to be subjected to the punishment that is pertained to the accusation. Because when somebody is accusing you, he is accusing you in regard to set laws. Because in that village there were set laws that you have to belong to this, you have to regard to this, you have to worship this God. So these are set laws. And when laws are set, we are supposed to bow down to them. We are supposed to succumb to these laws. We are supposed to behave just like the laws are saying and worship the doctrines that are existing. So we are under the but there is a time comes and enough is enough. Yes, I was a criminal. Yes, I was a prostitute. Yes, I was a thug. Yes, I was this. This I have done. But a time reached, I said, no. This thing, I will not do them. I was a lover of women. I said no. I was a lover of smoking. I said no. I was a lover of drinking. I said no. I was a lover of lies. I said no. There is this point that you reach, you say no. I want to do this, even if you kill me. This is the point that Meshach and Abednego and Shadrach were in. That they knew, I am not of this tribe. I am not of the tribe that worships gods. I'm a tribe that worship God.
And I'm not going to kneel down before these gods. And I'm not going to worship this God. It doesn't matter the judgment that you're going to do. It doesn't matter the warfare that will come. It doesn't matter what they're going to do against you, that you stand firm and say, I am not going to be part of what they are planning against you. Praise be the name of God. And this is now what tells you that you have a God. Tell your neighbor, I have a God, a heavenly Father. And you cannot bend me to the wheels of your gods. There's a time you say enough is enough. There's a time you say that I can't go anymore. Even if you say I'm going to die tomorrow, I'm ready to go to the grave, but I am not going to bend to the plans of the devil. I am not going to fall into the traps that they have trapped you. There is a point you reach that you know these are the traps they have laid against you. These are the traps that wamekuwekea matraps nyingi, wamekuwekea mitego ndio utegeke ukubali kumwabudu Mungu wao. I want to assure you tonight, today, as my God liveth, that nothing can change what is a resolve I made. A resolve that I've decided that this is my life and this is what I'm going to do with regard with my God. And when you reach that point, you have reached a point of no return. A point that you are ready to die. A point that you are ready to be called. A point that you are ready to be named. A point that you are ready to lose anything. Even if it was to lose your leg. Even if it was to lose your head, I'm ready. I've reached that point myself. That I am ready to lose anything. I am ready to lose anything that you call on. That this is earthly thing. I am ready. I came on this world with nothing. On this world, I will live with nothing. Because I believe in my God. And I'm going to worship my God no matter what. I have fallen into traps. I have fallen into situations. I have been trapped. I have been led into, I don't know what it is. But when you come, rise up and you say, enough is enough. I want to serve my God. I want to do the will of my God. I want to be where God wants me to be. Enough is enough. I am ready to die. I am ready to go. I will go with nothing. I will came here with nothing, but I will make sure my God has been glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka hiyo kamera chini. Chini kabisa. Tupunguza. Kanyaga miguu ya chini. Uniform mwambie yule kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. And when Meshach and Abednego were accused, they were accused so that they can come and say, oh, sorry, we are going to worship this God. Oh, sorry. Oh, forgive us. Oh, sorry. But Meshach and Abednego, they said, we cannot be able to worship a God that is not our God. I cannot be able to bow down to situations. I cannot be able to bow down to forces of darkness. I would rather lose you. I would rather lose whatever I have. I would rather lose the name I have. I would rather lose the life I have. But my God, abaki kuwa Mungu. Mungu lazima abaki kuwa Mungu. Hata wakufanyie mambo yoyote yale watakufanyia. Mateso yatakuja. Vituko vitakuja. Maneno yatanenwa. Usijali, kuna kitu kinatengenezeka ndani yako. Kuna mpango Mungu wako nao. Katalia katika Mungu wako. Katalia katika mafundisho ya Mungu wako. Katalia kwenye nyumba ya Mungu. Wachana na wao wakusinikishie. Wachana na wao wapigane na wewe. Wachana na wewe wakuinukie. Wachana wakuitie polisi. Wachana na wao wakufanyie lolote ambalo wanakufanyia. But there is a victory at the end of the accusation. There is a victory at the end of the accusation, because they said umemalizika. For you hata ukiangalia unaona this thing I cannot be able to match it. It is so strong for me. It is so powerful for me. I cannot be able to conquer this mountain. The mountain has become so big. But one thing I want to assure you, the mountain may be bigger, but the victory is much bigger. Hallelujah. The mountain may be bigger, but the victory is much bigger. As I was climbing the Mount Kenya, it reached a time
I was sympathizing with the Asese, but I was also in a difficult situation. I was also not being able to breathe well. But I was the general. I was the commander. I was the leader. I could not reveal this to anybody that nimefika hata mimi ninaona nimelemewa. So I pretended the whole journey that I'm sympathizing with Asese. Naambia huyu gaida wetu tupumzike kidogo, huyu mjamaa siumie. But initially it is me who was facing the real challenge. I could even voices here, nasikia sauti zinaniambia, zinanichekelea kwa sauti kubwa, hauendi, hautoboi na leo unakufa. Afadhali Asese hakuwa nasikia chochote. Ni breathing ilikuwa imekata. Mimi nilikuwa mpaka naambiwa hauendi, hautoboi na hautakufa na utabebwa hapa. Kimama kimoja kiliongea na hiyo sauti ninaijua. Kimama kikaongea sauti nikaisikia. Akasema utabebwa hapa na machera na utabebwa hapa siku 3, maana kutoka hapa mpaka kule chini kubeba mtu. Unajua kuteremka chini ni vigumu kuliko kupanda, maana the mae kule ni chagarawe. Ukislide kidogo unaanguka, ukikanyaga hivi uslide kidogo unaanguka. Now it is me who was really in the problem, not Asese. As I use Asese to excuse tupumzike kidogo. Asese ni anogire muno, reke tuhuruke kanini. Tunaenda, tunapanda 10 meters na hema, lakini sisitaki wasikie nikihema. Naambia gaida wetu tere Asese hanini. Hallelujah. Wakati niliona Asese amelemewa, na mimi nikaona in the next 2, 3, 4 minutes I'll be the next victim. Hapa hakuna mtu anatoboa. Kama mtu nilikuwa naona kako afya, lakini kakaniambia ona nini datorio niere. Niliona toshoke na Asese. Nikajua basi hesabu yetu ishakamilika. The mountain mali tulifika sasa, nikaona ni kukufa. Tunaona pale it is about 20 meters. But from here, this 20 meters baka pale, it's a journey of 1 hour. Nikauliza huyu jamaa, paka sasa peak tutachukua kama dakika ngapi? Akaniambia ni kitu 1 hour na 10 minutes hivi. Nikamuuliza how many kilometers from here? Akaniambia not kilometers, it is about 30 meters from here. Kamulima kameka sasa hivi, inamisha hii kikigi kidogo kiiname tu hivi. Kilikuwa kimeinama tu hivi, ilikuwa mlima inakaa hivyo. And every stone you step on in a slide. And the breathing, because with there pale tuko tumefika, it is 5,000 meters above the sea level, feet above the sea level. 5,000. So oxygen is thicker. Oxygen is thicker. You cannot be able to breathe the way you normally breathe. Maholi yako imejaa, imecondense. Unavuruta baridi, maholi na condense. So no more breathing. You are not sweating. You are not doing anything. The body is not releasing anything. Uko mazima, kujashwa. Kuna manguo zile umevaa ni mazito kukuliko. Maana umevaa strosa, inaitwa rain trouser, na ndani yako uko na kale ka wanawake, kale kadani kamekushika sana, kanaitagwa nini, dhamo, kamekukamata, alafu ujakazoea, kanaanza kushika manywele huko ndani, alafu mkono wako umevaa hii kitu inaitwa nini, glove. Uwezi kujiedhoa, maana glove yenyewe imekuwa baridi, imekausha mpaka vidole, zimekaa namna gani, hata kuedhoa ukianza kufanya hivi haujiedhoi, unakaa umekauka. Sasa inabidi sasa unamwambia Mungu. Sasa kati niliwekelea Asese mkono, niliambia Mungu, wetekera tutokwe no tutigakwire haha, ureke tuikuruke kuria kianda, tondu twakwira haha Ngai no gushonoka, tithu tugushonoka. Ta imagine tukuwetwo guku na machera Ngai, na tukukite ni undu waku, tutigukite guku tharia, tutigukite kuiya, tutigukite kunywa bangi, tutigukite gwika maundu moru, tukukite gugucaria. Sikutaka nifugue mdomo wa Asese asikie ni nini naombea, kwa sababu angejua ni mimi najiombea. So I silently prayed inside my heart, but our God akatusikia. Nilipoachilia mkono, nikaona jamaa amefufuka, tukaanza kupanda. Mahali tulikuwa tumeambiwa ni 1 hour, tulipapiga na 30 minutes. Tukafika huko juu. Wakati tulifika huko juu tena, jamaa akatuambia sasa ni pale, lakini tutasukuka hivi turudi pande hii kile. Nikamuuliza tena, ni dakika kama ngapi ukiona?
Akaniambia kuzunguka tu hivi kwenda pale. Mlima ndio unaigusa pale, ndio pale. Lakini sasa kuzunguka kwenda pale tukasemekana ni 25 minutes. Nikamuliza, nikataka niambia sasa hapa tuko tunaweza kufanyia ibada hata hapa ni sawa. Nikienda kufungua mdomo nikasikia sauti. Sauti ilikuwa ni mtu alikuwa amevaa blue kutoka juu mpaka juu chini. Alafu alikuwa na upanga. Akaniambia ni hali iguru. Sasa nikaona sasa ako na nguvu ya kutembea. Nikajua sasa wewe, nikaambia sasa tagulia. Because sikutaka aone the pain I'm going through, because ange lose hope, because I was the commander, I was the leader, I was the person ndio anaongoza kila kitu. Kwa hivyo I have to be stronger than them even if I'm dying. Bwana Yesu asifiwe sana. Then after when we reached there, kabaridi kakakuja extra 10 times ya kale tumepanda nako. Na nikabaridi kale kanakataga masikio, nasikia masikio inakatika, inachomeka, inakatika. Alafu kuinua kitu hivi hauwezi. Wale wakikutolea hiyo kitu wakutolea hapa wote wamehepa. Tell your neighbor, I was not born to break. I will not break. There are many people that are in that situation now. Kuna watu wanapitia mapitio magumu. Kuna watu wanapitia kwa sababu kuna kitu ulienda ukajishikanisha nacho, kitu ulienda ukafanya investment, kitu ulienda ukafanya mipango, kitu ulienda ukafanya ukasema I am going to do this. Lakini haukuwa umecalculate the challenges that are ahead of you. Haukuwa umecalculate ati kuna watu wanapingana na hiyo kitu. Haukuwa umecalculate ati kuna forces that are against that. Haukuwa umecalculate ati hiyo ndio gari ya kukupeleka to your destiny. Haukuwa umecalculate ati this is a moment of your destiny. This is a Cairo moment. Kumbe vitu zingine tunafanyanga ukifikiria ni kufanya unafanya, nika biashara unaanzisha, nika kanisa unaanzisha, nika mpango unaanzisha. Kumbe hako kampango ndio kako kwenye lineage ya kuingia kwenye destiny. Wacha nikwambie, before you come to know and realize you touched the wrong button, that is the time you will come. Wakati watakukalisha chini, wakati wazee wote ambao wamewekwa kukuzingira kuhakikisha you don't get where your destiny is, you don't match to where God has branded you to be, you don't go where God has asked you to be. Yani watajaribu kwa njia yoyote, watakuzuia, watapigana na wewe, watakuzuia, watafunga mikanda, watafunga milango, watafunga madirisha, watafunga kila kitu. Marafiki watageuka wakwe maadui. That is now the time you say, wow, kumbe I am 20 minutes away to my destiny. The mountain became so tough when we had only 30 minutes to go. That is where now a sense collapsed. Hallelujah. That is where now my lungs stopped working. I tried even to pump. I pumped my lungs. I know I am a first aider. I pumped my lung to revive them. I pumped my heart to revive it, but nothing was working. Then I did, nikiwa hapo nikiwa nimekaa, nikafanya kitu hivi kubend. There is a way I was told, you bend, you open up the lungs, zikapata kahewa kakaingia, lungs zangu zikafunguka, ndio tukaweza kupanda. Zilikuwa zimekataa, zilikuwa zimeshikana, maana zilikuwa zimeganda. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not born to bend. I'm not born to lose. I'm not born to be defeated. Whatever situation that happens today, it is because you are somewhere near God wants you to be. You are somewhere near where God is supposed to be, where God has projected you to be. Anything that you did last year was an arrangement. Whatever you did the last year before last year, it was a preparation to where God wants you to be. It was a preparation to what God wants you to become. So don't worry whatever you lost. Even if you had invested, labda uliinvest kwa nyumba, ukainvest kwa shamba, ukainvest kwa business, but nothing happened. No, it was not wrong. It put you closer. Ilikupeleka karibu na your destiny. Hiyo preparation God was testing your heart. Are you ready for the move? Because they prepared something to dishearten you. They prepared something to cause you to cry. They prepared something to cause you not to go, even to lose hope. Hiyo kitu maravu unakuta napata. Biashara uliweka imeanguka sasa. Saa hii ndio inaenda kucollapse. Ile nyumba ulikuwa umechukua saa hii ndio wanakuambia ondoka. Hiyo kitu ulikuwa umechukua saa hii ndio wanakuambia ondokea.
wakati hiyo yote umezupenda, a lot of money, ukijaribu kuomba ukiambia Mungu wakati wangu wa kubarikiwa umefika, lakini wakati ulipofika, wakati mlikuwa mnaendelea, Mungu alijificha, hakukwambia there is danger ahead until you get to that danger, until you get to where you are going to cry. That is what we call the Kairos moment. The Kairos moment is not just a moment. It is not a moment that you are going just to experience just a breakthrough. It is a moment that you are going to be squeezed mpaka utolewe the wrong water in your body. Hallelujah. For you to drink ile juice ya miwa. That miwa, if you look at it, how it will come after going through the machine. Ushaiona venye inatoka kutoka kwa mashini? Inatoka mpaka unaisikia, unaifeel. If it was a human being, what could have happened to this human being? Alafu you get the sweet juice, unasema it is yummy, it is sweet, it is good. But remember, there is something that was crushed. You have to be crushed for God to give you that position that He wants to give you, for God to push you to that level that He wants to push you, for you to enter into that rest, for you to enter into the position of God, for you to enter into the plan, the definite plan of God. There is a crushing moment that you will be crushed, that you will be put down, that they will be put to shame. Your people will turn against you, not people from afar. Your own people will turn against you. The people you most trusted, the people you gave your heart to, the people you shared to, the people you walked around with, the people you called my sister, the people you called my brother, the people you called my pastor, the people you called my apostle, the people you called my friends. Those are the first people. When you see those people, they have entered into fray of destroying you. You are 20 meters away from your destiny. They just want you to be aggrieved. They want you to be angry. They want you to be just like Jesus when he saw a tree. Imagine the tree was not very far. When he was so hungry, then he was so hungry that he didn't have money, he didn't have food. But when he saw a tree, and he told the disciples, there is a tree, and that tree, I believe there is fruit. And when he went, God, remember, this is Jesus, the Son of God. God never told him there is nothing, because the tree belongs to God. God could have told him, my son, there is nothing. Jikakamue, unaenda mbele kidogo. Jikakamue hapo mbele ndio utapata matunda. Jikakamue kwa fulani ndio utaenda. God kept it silent. There is a time God will keep silent on you. He will just be silent. Remember Meshach, Abednego, and they were just innocent people believing in God. But this God never stopped these people from throwing this guy into the fire. Praise be the name of God. There are situations that God will allow them to happen to you in your life. And this situation, when they happen, they come to your life. They don't come to your life to bumper you. They come to bruise you. They come to cause you even cry. They come to cause you even face challenges that you've never faced. Until you see people who are not supposed to even to talk before you, not to even say anything before you. They're the ones who are challenging you. They're asking you where. The people who respected you, the people who fed from your basket, the people who fed from your plate, the people who you accommodated, the people whom you went to your locker and they removed some clothes and you gave them, go wear this, because when they came to you, they were naked. They didn't have anything. They were purely naked. They were crying, even hakuwa na chochote. Lakini the same person that you fed, the same person that you dressed, the same person that you housed, anakuja na turn against you. That is the moment you know the enemies that you've been walking. When I talk about household enemies, when for you to get into your destiny, the final people to deal with you, when I talk about household enemies, because those are the final people who does not regard you for anything, who knows that you are going nowhere, who knows that you are supposed to eat your money but not going anywhere, who knows that you are supposed to eat whatever you have, because that is why you are born, why you came on this earth, is mali yako ikuliwe na watu wa familia wakule, wakuenjoy, wakae vizuri, wadress vizuri, wakae nyumba nzuri, wakae maisha mazuri at your cost. When you see them rising up against you, God has decided to separate you from them.
When you see they have risen, kama hujafikishwa huko Elizabeth, kama watu wenu hawajakugoga vizuri ukasikia kweli huu ni mgogo, then you are not yet there. You are about to get there. Bwana Yesu asifiwe sana. That is now when you are dealing with the household enemies. When we were at the mountain, after we finished what we finished, I told Essence we have begun a new battlefront. Akaniambia, baba, usiseme hivyo. Sisi tumemaliza hii, ingekuwa tumefika kwa mlima, si Mungu ametuona? Kwani Mungu na yeye hajariki? Nikamwambia ndio, tumeanzisha battle. The battle has just begun. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikamwambia I'll be the first casualty. Mimi ndio nitakuwa wa kwanza. By the time tumefika kwetu nyumbani, hivi kufika kwangu kwa nyumba, nikalala that night, kulala kwa nyumba, watu wakakuja wakabomoa ukuta yangu. Mahali nimeweka busi zangu, wakakuja wakachukua busi 7, wakaenda nazo, wakaacha zingine. Nikaita mjamani, nikamwambia siku hiyo simu ilikuja, ilikuwa mad. Nikakuja nikamwambia busi simeenda, nilikwambia sikukwambia? I am the first casualty. Sasa jiulize, ukuta ilibomolewa mahali busi sinalala. Haikubomolewa mahali busi kule chini atiwaza kutafutilia. Walibomoa mahali busi, yani mawe ilivujwa hivi, wakaanza kuchomoa kutoka from bare siko. Nikaita huyo, nikamwambia, nikakuta mfanyikazi akipiga tu, nikamwambia tumia kanwa kau kana kukelea pake, nyamazisha hiyo mdomo. That is not worry. Another war is yet to come. Bwana Yesu asifiwe sana. Another war is you, and you have to conquer every single war as you are going. You have to conquer every single war. Every move you are making, you have to conquer, and well calculated, because after you have won the battle, you will now see your God in action. Hallelujah. After the battle, after you've conquered every move, because there is something that is being tested in you. There is something, because God is now ready to give you the mantle. God now is ready to give you the power. God is now ready to give you the positioning. He is watching over you to see how are you going to react on this. Remember, I told him, hizi busi zote ni za Kimasai. Zote busi zile zote zilichukuliwa ni za Kimasai. Hawakuchukua zile za Moro. Niko na busi za Moro Melino. Niko na Doba si ya Wamasai. Is a crossbreed. Zile za Kememe za Kimasai zote ndio zilichukuliwa. Hallelujah. Zote hizo zingine zikawachwa. Do you know what happened? Busi kule tulienda kufukuza nani? Masai. They came for their properties, and they have to go with their properties because you have antagonized them in the position of power. So they came to your house. Unakumbuka Mkuimodo akisema, I shall visit you, nitakutembelea. Wale ndio walikuja kunitembelea in the night kuniambia basi na busi zetu lazima tuende nazo. Kumbe kuna vitu tunaweza kuzuia kisiende. Little did you know, kuna kitu na wachanishwa nacho. There is a process of God. God is anakutenganisha kwa sababu anataka kukupatia something new. After day, Monday, Tuesday, a guy called me from Kitegera. Akaniambia nimekuwa nikiwatch video yako mkiwa na Bamase. Na nimeona kuna busi zinatembea hapo, na nimeenda kuna ng'ombe zinatembea hapo. Na Mungu amenisugumusia nikuletee busi 12. Sasa huyo ni Mkikuyu, na busi zile alileta ni Doba, zile alileta ni za Moro. Kwa hivyo nikatenganishwa na roho ya Kimasai, nikachukuliwa nikaleka kwenye roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, I was not born to break. I am not going to break. No matter what you do. Oh my God. No matter what you do, no matter what you plan. Nikiwa pale huyu msee amenikuta hapo, tukiongea na yeye, nikaongea na anaongea Kigwire, my brother, utio no domo ndaigwa wajira nitwaria kindu ta nuthuitha nikiona ndakwira uma tukahuji tondu ndona ni urate mahinda maku na ndiraigwa uri urajira haki sikusikia ulimeniambia nini. Alipotoka nikasikia sauti, akaniambia Mungu ameniambia chochote ambacho ulijenga na musigi wa 20 what 25 na hiyo ingine 24, any kind of either an organization, either whatever that you raise with your hand, with the people, drop it now. I am blessing you with new ones.
kwenda kumaliza tu nikasikia sauti inaniambia hii, inaniambia hii, inaniambia hii. Nikashika kichwa nikajiuliza, sasa hii nayo nitaambia watu ni nini? Mungu akaniambia, I am creating something good for you. Abandon them. They were not created in good faith. And I'm not going to walk with you na vitu ambazo sio zangu. I am a jealous God. Nimefungua kitabu ile, nimefungua hivi nikaona kisema I am a jealous God. I am not man that I should share. I am the one who gave you life. I am the one who gives you this. I am the one who gives you whatever. Oh, nikasikia sauti imeniambia, chochote ulikianzisha wewe hakikuwa changu, ninataka nikuanzishie changu. Asese, wewe de kale ukaanza hiyo kitu ya kale immediately. Ukaanza leo, si kesho, leo. Call them today, cancel everything. We need to start afresh. We need to start with God. We need to do with God. Ibu ndogo ndogo wachana nazo, because you push and push and push and push, because God was not there in the first place. The first thing that you did in the first place, that you find now you are pushing it, God is not in it. Now God has said, enough is enough. I want to bless you, my son. I want to give you something that it has never come to your mind. Oh my God. Tell your neighbor, I was not meant to break. I was not meant to break. Tuendelee mami, tuendelee hapo. The next verse please, quickly. Yeah. Anything and everybody. Juzi nilisikia nikiambiwa niache niende nikahubiri injili, niache niende nikahubiri injili. Sasa hiyo nikakumbuka nilikuwa na kagari fuleti, nikaambiwa nikaache nikahubiri injili. Sasa hiyo nikakumbushwa kuna kadiri nilikuwa nafanya, Bwana akanikumbusha achana na kadiri. Haya, when God is dealing with you, He allows things to happen in your life. Then Nebuchadnezzar in his rage, so when they have started planning to attack you, they have accused you, they have sent you to the judge, because Nebuchadnezzar was the judge. This is where these men went and accused Meshach and Abednego that this is what gonna happen. Oh my God, this is what gonna happen. Then the rage of the judge, the rage, kumbe kuna kitu, when they are accusing you, there is a bigger dragnet, there is a bigger picture. Ukiona mama huyu anakuattack, ukiona mama huyu anakuattack, don't look at this in the face value. Nyuma yake kuna maturera, nyuma yake kuna mipango, nyuma yake kuna hisia, nyuma yake kuna vitu vimepangwa vikubwa na vikali ambavyo vimepaniwa kukumaliza, na wamepanga what they are going to subdue you, wamepanga they are going to bring you down, wamepanga they are going to choka tabara yandora yeterebo saya, wanapanga kukumaliza. Usiangalie tu uone kamama, ati uone kisichana kiko hapa, ati ne washarashe rogo ne Elizabeth. No, there is something behind any battle. There is something behind. When mother, you were in my office, I told you, hiyo moshene unapatiwa na hawa mama wawili wamekupatia moshene. Leave alone, because that's a trap. Mtu kuja kukwambia na kutetea na kupigania, anakutetea akiwa nani? No, usialete. Tukitikio limosio. Follow your God. You did not come here to be paid. If you feel that you are here to be paid, nothing will pay you. Sema nobody will pay me. Because you are not, I cannot be able to afford to pay anybody here. I cannot be able to afford. When you are serving God, I cannot be able. If lakini kama nimepata shilingi 500 na iko kwa mfuko yangu na hauna fare, we will share the 500 together, because we are a servant in the kingdom. Sisi wote ni watumishi na tunatumika katika madhabahu moja. Kwa hivyo nikipata shilingi 10,000 hapa kwa madhabahu, we are going to share all of us together. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you see kuna mtu sense ameanza kukufanya fanya hivi, wacha kufuata sense, angalia ni nani aliye nyuma ya sense. It is a bigger network. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a bigger network. And this network
ni kubwa na iko na mitego mikubwa na iko na mipango, because wanataka uanguke kwa mtego kamoja, the next minute wakuanike, because ile plan wanataka wakuanike, waseme wewe, tulisema huyu mtu ako namna hii, tulisema huyu mtu ni mwizi, tulisema huyu mtu ni msherati, tulisema huyu mtu anakuaga, because they are looking for a loophole. Wewe mwenyewe ujigishe kwenye simu. Wakati hawa jamaa walisema hatuwezi kuabudu Mungu mwingine, they agreed with their God, disagreed with the king, na wakasema if we are going to die, let us die because of our God, but we are not going to be put to shame because we abandoned our God, because there is a known history. Kuna historia inajulikana. Hawa watu hawaachanagi na Mungu wao. Hawa watu hata ukiwafanya nini hawaachanagi na Mungu wao, na Mungu wao hawaachagi. So they co-opted, wakasema afadhali tusifishe Mungu wetu, ainuliwe Mungu wetu, aonekane Mungu wetu, ajulikane Mungu wetu, nguvu zake zikuwepo, lakini we better forfeit our dignity for the sake of our God. I'm ready to lose anything, even if it means to die. I am ready to die today for the sake of my God. I am not going to compromise my God. I am not going to compromise anything to my God. I want to serve God. I want to be where God wants me to be. I want to be in the position that God wants me to be in. I want to be where God called me to be. That is all I want to be. That is all what I want to become. That which God called. Not which called myself. Or I called myself, no. Thing that God called me for. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. That is my cause. Seek the God opinion. And then Nebuchadnezzar spake and said unto them, is it true? Hallelujah. Is it true? Niambie sasa, this is Nebuchadnezzar. Ororia, yani, ogo murauga nigwa. These two rats, those three brats. What kind of these people are? He said, is it true? Ni kweli. Ogo nigwa mauga. They will know who I am. Oh, Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods? You have refused to serve my God, nor worship the golden image which I have set up. 24:15, please, quickly. Now, if you be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and the dulcimer, all the kinds of music, you fell down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst. Turudi nyuma tu kidogo. That the sound, if you hear the sound of the cornet, if you hear the sound of those that used to pretend they believe in you, they love you, they used to call you apostle, when you hear that sound, if you hear that sound, you know this man was not from here. This man was already wrong. The time he entered here, he came with a mission. It is only the mission has failed. That is when now you start hearing their voices, what they are saying about you. If you hear the flute, the trumpet, in the Ganaleum, when you hear them, they are telling you to make shouts and harps and the sackbut and the psaltery and dulcimer and all of the music. If you hear all those things they are talking about you, that they are telling you, it is a music from the devil. If you hear all those things they are telling you to start listening to them, it is from the devil, it is not from here. And they are telling you, ukisikia hizo sauti upige magoti and start worshiping. If you don't worship, the same minute we are going to crush you.
Hallelujah. The same minute they will not question. There are things you have to refuse and say, I don't want them. I am not going to be part of this. I am not going to be part of this system. I want to serve my God. I want to be where my God is. I want to be with God. Even if I die, I'm ready to die. Even if I am killed, I'm ready to kill. Even if they do whatever they want to do, even if I'm going to lose, I'm ready to lose. But one thing I'm going to do, I am going to stand my position because of our God. I'm going to stand with the position of God because God said, I will never forsake nor leave you. I will never abandon you even if utakuwa kwenye bonde la mauti. Nitakuwa pamoja na wewe. Hata wakakuinukia wote ukabaki na mmoja. Hata wakakuinukia wote ukabaki peke yako. I am going to be with you. I will never forsake you. I'm not going to leave you. And that is the opinion of God. When they accuse you, don't worry of the accusation. Go to the opinion of God. And tell God, these people have accused me. These people have said about me. These people have said that I have to worship. I have to do the song. I have to listen to the flute and the harp and the sackbut. God, what is your opinion on this? Because Meshach and Abednego, they went back to God and asked God, yes, they have said about this thing. What is your opinion? And God told them, go and enter. Wherever they tell you to go and do, go and enter. You seek the opinion of God. You seek and ask God, are you in this? Yes, this challenge is coming. Are you in this? These difficulties is coming. Are you in this? The moment you realize God is not in that thing that you are going to do, then move out, because you need to ask God. Then God will answer you, tell you, abandon that. I was not in that from the word go. I was not part of that from the word go. It was a trap. And the trap, don't just be waiting for the trap at waliweka trap jana. They can lay a trap for 2 years. They can lay a trap for 3 years that they want to wish you come and destroy you using it. Anything can happen. A boyfriend you had 20 years ago. I remembered when we were opening this church. Is it 2 years ago? It was 2 years. We are getting to our 3 years. It's 2 years. It's 2 years. When Nganga was here. And there is this woman. She used to be my girlfriend, yes. In Ngong. Those days when we used to have janga and everything, and I slept with her, and she became pregnant of a child that nobody knew that it is either me or somebody else, because she moved from me, she moved to another and another and another. So for me, when she came immediately, when the pregnancy started, she came and told me that this is your baby. I told her, this is not my baby. I don't know. Let's wait. Akuja akizaliwa tutaenda DNA. Kini beba. Sini mzigo libeba. Kama, yes, I know, I entered, but I don't know whether it is me who finished the job. Because we are many. And we knew each other. We were many and we knew each other. So I had to wait. The baby nikamwambia leta mtoto tupeleke DNA. Akakataa, akapotea. Na huyo jamaa mwingine akasema mtoto, nikamwambia mmoja wao mwingine ataweka kiremu mtoto. Situlienda hii safari yote ataweka kiremu mtoto. The woman disappeared, akapotea. This thing little did I know, nikamtego niliweka. Bwana Yesu asifiwe sana. 16 years down the line, when tunafungua hapa kanisa, ndio aliweka kwa TikTok. Akiambia mama, the man whose church you are about to go at the open, ako na mtoto alikataa kulea 16 years sasa. Ameenda secondary, ako college, na anataka to take responsibility. So spiritual, Harrison Nana, we respect you, we honor you, and your anointing people have been blessed. Don't allow yourself kupakwa matope na huyo mtu. You see, 16 years down the line, kitu kalitengenezwa, kakukuja Nganga akanipigia simu. Uzuri na yeye shetani anajua kupaka maneno na kupagua maneno. Naye Mungu anajua kupaka maneno na kupagua maneno. Kube alikuwa ameandika ka message kingine, alikuwa ametekeleza TikTok kingine. Ametumia Jomo Kenyatta, Uhuru Kenyatta, because alikuwa aspirant wa huko wapi, Lamu, wa Jubilee. Ametumia Uhuru Kenyatta ati ako na mapacha wakapi wa Uhuru. So that one was running and mine was also running. Basi nikashika hii, nilipopata hii zilikuja tu pamoja. Coincidentally zilikuja pamoja. Sasa Nganga akanitumia. Nganga alinitumia hii yangu ya kwanza, maana alitumiwa na watu wake.
akaambia yule mtu naenda kuanoint. Sikiliza maneno yake hapa. Ng'ang'a hakuongea na mimi, alinitumia ka message. Na mimi sikuongea na yeye, nikachukua ka Uhuru nikamtumia. Nikamwambia sasa fanya maamuzi. Fanya maamuzi. Akaja haya. Hoyo gatale mugoroki. Akaniambia kesho nitakuja. By sana nitakuwa hapa. Alikuwa hapa na tukafanya kazi na ikamilika. I'm not born to be broken. Nobody can change you because they can have an opinion over you. They can have an opinion against you. They can have an opinion that you are not going to be successful. But God has an opinion. You're going to make it. God has an opinion that you're going to be successful. God has an opinion that was not the place where bado ulienda ni wewe ulijipeleka. You never consulted me. And therefore, because you never consulted me, I am going to bring you down again to build you. Those things that you did and God was not involved, they have to be crushed. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how God teaches you. Always, before you do anything, consult me. And this is a lesson that you are being told. That do not make things in haste. But before you make a move, seek the opinion of God. Because when something it is in the opinion of God, then nothing will go wrong. As Meshach and Abednego, they said no, because they sought from God. Are you in this? God told them, I'm still with you. They went into the fire. They walked inside the fire. They never cared what is happening. Even the king was perturbed to ask, hata hawagoji waigizwa, walijigisa. Walipokuwa pale moto ukawaka, wakaweka tanuri, wakaweka kila kitu, ile mafuta ya kuchoma watu wakikufa, wakaweka huko ndani ndio ikuwe moto kubwa. Ikiwa pale ndani, wakaenda kuchungulia, wakakuta mtu wa ile pale ndani. I want to tell you, when it is in the opinion of God, there is another man who will come and stand with you. No matter how the situation difficult it will be, no matter how difficult place you are going to be, no matter how what sort of a rejection that you are facing, no matter what kind of bitterness that is in you, no matter what kind of thing that you have inserted in your heart, that they want to cause you to be bitter, wanataka kukuweka makasiriko, wanataka kukuweka mwangaiko mpaka uone kama Mungu wako amekuacha. Don't worry, there is a fourth man. Kuna mtu wa nne katika maisha yako. Kuna mtu wa pili katika maisha yako. Yuko na haumuoni, wanatembeanga na wewe. Wherever you go, he is always with you. Akina Meshach na akina Abednego hawakuwa wanajua kumbe kuna mtu ako pamoja na wao. Walipoingia ndani ya moto uliwaka, lakini there was another man ambaye aliwaambia, do not panic. I am with you. I am here to protect you. I am here to give you hope. I am here to present my God. Oh Maruko Saya. I am here to present your God. There is somebody besides you, anatembea na wewe to represent your God. That you are not going to lose this battle. You are not going to lose anything. But which does not belong to God, put it down. It doesn't matter how much it's going to cost you. It doesn't matter hata kama mlikuwa mnapaga roda, atatoa diko hikania leo urosio. Tulikuwa tumepaga harusi imekamilika. Tulikuwa tumepaga kila kitu, hata magari imewekwa. Mungu alete opinion aseme hakuna hiyo. Wachana nayo. Leave it and run like a rat. Bwana Yesu asifiwe. Just abandon it. Leave that thing that does not come from God. Because it will cost you another 5 years. It will cost you another 10 years. It will cost you another 2 years of suffering. Because when you cannot enter into rest with a baggage from the devil, you cannot enter into the place of God, into the sanctuary of God, into the blessings of God with the luggages. You have to drop the luggages because the door is so tiny to allow the bag to enter. Drop that bag, move forward. Drop that harlot, move forward. Drop that idiot, move forward. Just get into. Do not worry what you are going to lose behind. Do not worry whether the bag was carrying money. Do not worry whether the bag was carrying your certificates. Get into rest, and the rest will provide you that which you want. God is faithful. He will never forsake you. He will never leave you. He will walk with you. He will rejuvenate you. He will put grace to you. Praise be the name of God. Now, tuendelee please. Now, Shadrach, Meshach, and Abednego
answered and said to the king, confront that king, confront that challenge, confront that problem. Tell them, you porcupines, I am not ready to succumb to you. You, Jegeishi, ametriata Jesu, boishi, go and tell that fox, go and tell that fox, we are here to stay. We will be here today, and we are going to be here tomorrow by the grace of God. And they say, answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Yani, I got no time to answer you. I have got no time to respond to you because I am busy with my God. I am not a quack to bend down to your God. I am not a quack to open my mouth to you. They say, no, we are not ready. Verse 17, he said, we are not ready completely. Natotiko bow down. We are not going to bow down at whatever cost. We are not going to do anything. If it is be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out a shine of the hand. Okay, my God will deliver me. My God will sort my problems. My God has heard already that this son of mine amekubali kunifuata. I swear to you, I swear to my God that now, as I'm standing here at this pulpit, that nothing which shall I do that compromises his integrity. I am ready to lose anything. I am ready to lose even my life for the sake of God. If it be so, our God whom we serve is able to deliver. The God whom I serve, I know is able to deliver me. I know is able to take me somewhere. I know he's able to lift me up. I am not an ordinary person. I was not just born like that one. The way you look at me and you think I was born like that one. I was not born like that one. I was born because I was born with angels around me. You are born with angels around you. Any battle that faces you, there is somebody to deal with that battle. When they were thrown into the furnace of the fire, they knew very well God will preserve them. They didn't know how, but they knew very well that their God will deliver him. 18, that God will come to their rescue. I want to tell you that you may be facing the most difficult situation of your life. You might be facing what God, nobody would want to be associated with. People are looking at you and they're saying you're going to die tomorrow. People are watching and they're seeing your business sinking. People are watching you and they're seeing your marriage sinking. I want to address you today that you are not going to sink. You are not going to be finished. You are not going to be defeated. God was waiting for those stupid things you are hanging around. When you put them down, the luggages when you put it down, all the forces of darkness when you put them down, then this God will be lifted up. He will come himself and lift you up. He will come himself and raise you. But if not be known unto thee, O king, that will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. 19, that even if, because we are not going to worship your gods, because you are not going to worship the golden calves, I want to tell you, Mr. King, that we are not going to do this. It has to reach that radical nature, that radical position to say that this is my position with my God. Yes, I don't have food to eat today. Yes, my rent has gone. Yes, I don't have way B, C, D. What I have is this. Oh my God. And within this, I will make it. Praise be the name of God. And within this, I'm going to capture the moment. Then was Nebuchadnezzar full of fury. I want you today, as you walk out of that door, make that devil to be furious about you. Disobey the devil. Make him wakasirike. Ukitoka kwa teke mlango, nenda ukimwambia, I'm not going to serve you. Yes, nimefanya ukora. Yes, nimejikuta katika mahali bagumu. Yes, nimefanya vituko hapa na pale. But kutoka leo, wewe shetani hauna mamlaka juu ya maisha yangu. Mukasirishe shetani. Kutoka leo anza kumukasirisha. Wahali popote ukienda mukasirishe. Jambo lolote ukilifanya kasirisha shetani.
shetani. Maneno yote ukitoa yako ni ya kukasirisha shetani. Jambo lolote unalifanya kasirisha shetani. Wakasirisha wao mpaka maajenti wa shetani wakasirike, mpaka shetani mwenyewe akasirike, mpaka nguvu zao ziishe ngumu na makasiriko. Wakikuona wanajua kweli this is a son of God. They will be disappointed because they thought you are going to serve in their kingdom. They thought you are going to be the subject in their kingdom. Walifikiria watakutumia, walifikiria watakutumia kwa njia ine yote ile, watafikiria watakurukuruti ukue agent yao. Lakini one thing I want to tell you tonight, that wakasirishe leo, na utaona makasiriko. Na wakikasirika watakuruza ndani ya moto, na wakikurusha ndani ya moto utatoka hapo, hata moshi haitanuka, hata moshi hata kamoja, hata kitu, hakuna kitu kitachomoka. Maana you get out pure and clarified and clean from demonic powers. Don't worry, just make that devil akukasirikia, annoy them. Hata kama ninatembeaga hivi, tembea tu hivi, annoy the devil, make the devil to be annoyed. Do not worry of what they are going to talk about you. Kama huna nguo, tembea uchi. Hivyo ndivyo Mungu alikuumba. Nobody will ask you. Wakikuangalia watakuangalia, hawataona kitu kipya, wataona kile kitu wamebeba. Watembea uchi. Kama ni nguo amekufuka nayo, kama ni hiyo nguo alikupatia, ati anakuja kukwambia tilete nguo yako, larua hizo maguo mupatie, muondoke. Kama ni kanyumba alisema amekupatia, leave that house and walk. My saka ndara bubusaya, move out and go, make them wakasirike. Tell your neighbor, leo lazima nikasirishe shetani, leo lazima nimkasirishe. And the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should be hit furnace 17 times more than it was to be heated. Atiwaongeza moto, si ati wanakuacha, watakuongezea moto. Wakiongeza kama ni kunibiri, ukipata kunibiri pale, wabie waongeza, wabie ni kidogo sana. Waulize, angalia ni mwili ni mkubwa, inahitaji kama 100. Inahitaji wakati Gideon Elijah alienda huko, aliwaambia mwageni maji, wakamwaga. Akaambia mwaga mara ya pili, wakamwaga. Akaambia mwaga mara ya tatu, wakamwaga. Wakaona kumeloa, wakajua hapa hakuwezekani, kimemlamba hawezi. Alipomaliza akampanda kwa madhabahu yake, akaachisha moto ukatelemuka, ukalamba maji mpaka ikakauka. Yani moto ulikuja, ulikuwa na kunyonya maji. Aliona ndimi za moto zimeteremka, zilinyonya kunyonya, ni kama kaubwa kakinyonya ubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. God is gonna do something in your life today that will shock the rest of your life, and you will see all your enemies succumb. You will see that who rose against you, they will be brought before you before destruction. And then he said, commanded that they should be hit. Verse 20, please, quickly, and he commanded the most mighty men. They commanded to know that you are powerful man. They never just commanded any other person, the most mightiest, those who believe that they are mighty. Because God, when he wants to glorify himself through you, he causes everything that was so powerful than you to come and confront you. Then he will send just a finger to destroy them. Men that were in his army to bind Shadrach, Meshach and Abednego. They will even call the police. They will even call the flying squad. They will even call thieves. They will call murderers, people who can come and destroy you, to cast them into the burning fierce furnace. Verse 21. 21, please, quickly. Then these men were bound. Kwa hivyo lazima watakufunga na maneno, watakufunga na chuki, watakufunga na accusations, watakufunga na mambo mazito. Watasema hata hujalipa, watasema hata hujafanya, watasema hata hujafaulu, watasema hata hauna neno. They will say everything. Those ni mitanda ya kukufunga. They bound their coats, their horses, their hearts, they and their other garments, and were cast into the midst of the burning fires. That they will watafuga kazi yako,
watafunga ndoa yako, watafunga watoto wako, watafunga huduma yako, watafunga kila kitu, wakijua wamekumalizia. Kisha vyote vile wavirushe ndani ya moto, waende wakachungulie wakiwa mbali, waone ukichomeka, waone ukiteseka, waone ukipiga duru. Maana mdhamaki alijua the moment wakistep pale, ile duru wakatapiga wakiomba usaidizi, itasikika kijiji mzima. Kumbe that was not so. Kumbe that person who is plotting against you won't make it. Kumbe that person that has been running against you, he won't make it. Do not worry whatever the situation that you are in. Whatever they are saying you are going or something is going to happen to you, it won't happen. God is with you. God is in control. Stick to God. Place your eyes on God alone. Wachana na watu. Do not go to people to seek them to help you. Just stick to God. Verse 22. Seek to that God. He is there. He is with you. He will walk with you. He will stand with you. It doesn't matter. Yes, haupo. Tukikuangalia haupo. Tukikuangalia umeshindwa. Tukikuangalia umeenda. But there is a God inside you. Therefore, because the king commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And the people intended to take you to the fire, uchomeke. Moto iliwalamba kwanza, wakameswa ndio waongeze mafuta. Unajua mafuta ya binadamu inawakaga vizuri, waongeze, maana ni watu giant. Walichaguliwa wale watu wanono, walio na nguvu, walio na mafuta mingi, ndio ile jiko iwepate moto, mafuta ya kuchemsha moto. Walipopeleka wale wakenda kuagusha Abednego, wao kwanza walinyonywa na moto, wakatembelea. Maadui wako wanaenda kunyonywa leo, sio kesho, wanaenda kunyonywa leo na moto waliokuhakishia. Unaenda kuwanyonya, unaenda kuwateketeza. Wao na vitu zao, wao na manguo zao, wao na mipango yao, watanyonywa. Sema kunyonywa, na moto utawanyonya. Moto utawanyonya, ndio moto uiongezeke. Hallelujah. Because kale kamoto walikuwa miakisha ni kadogo for these giants, kina Meshach, kina Abednego. Kama wakika umangu wake ilielekana ni mono. It's not of your class. So God will cause them, na wao waingie ndani ndio moto ikuwe mkubwa. Ndio hata mdhamaki aangalie moto ilikuwa kubwa. Hallelujah. Ndio maadui maagenti wao wale waliotumana. Maana kuna wao. Tuliangalia kale kama mwanamke kalikuwa kanasubua kina Paulo na Sila. Kalikube kalikuwa na watu. Ukiona kama mtu kana kusubua, kako na watu ametuma. Kalitumwa. Hakako peke yako. Ukiona kama mtu kana kusubua, kana kupeleka hivi, kana kutusi, kana kuambia hapa utaona moto. Kaongoje venye katachomeka. Oh my God. And the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men. Verse 23. He slew those men. Wote wakachomeka. Meshach akaangalia wakichomeka. Abednego akaangalia wakichomeka. Masakaya. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fire. Remember, these people were still bound. Walikuwa wamefungwa. Kwa hivyo hawawezi kujitoa. Hawawezi hata kupiga duru. Hawawezi hata kufanya jambo lolote. Maana waliangushwa huko ndani. Angalia situation ambayo umeipitia, ambayo huko ndani yake. How difficult it is. It is something that not unless you compromise, you can't not come out of it. Not unless you do something that has never been witnessed, you cannot come out of it. But this is the point. And these three men, Meshach and Abednego, they fell down, bound in the midst of the burning fire. Verse 24 shall end there. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast three men bound in the midst of the fire? They answered and said unto the king, True. Tutiratigirire twani na sense. True. Tutiratigirire twani na Frida. True. Tutiratigirire twahinga handu hau. True. Verse 25. What then happened? What then happened? Because this guy is still preaching.
What then happened? Because this guy is still worshiping God. What then happened that this guy is still alive? This is the question they will ask after everything. Their king that sent these people to come to destroy you, he will ask this question over you. Not very far from today. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no heart. The form of the fourth is like the Son of God. This was back in the Old Testament. But the Son of God, how did he come? How did he come? The Son of God. We only know the Son of God in the New Testament. But this looks like the Son of God. The one there looks like the Son of God that he is protecting. I want to tell you tonight, the Son of God is with you. The Son of God has intended to come and liberate you. Hata wakuroge, hata wakuwe na masira, hata wakuwe na jambo lolote, hata kuwe na kitu kinamuumanga akikuona, ataendelea kuuma mpaka hiyo hati itaanguka chini tongolio, ataenda kwa choo kuikunia. Tusimame kwa miguu yetu. Funga ile mlango kwa sababu ya sauti ya kwenda nje. Inua kinywa chako, simama tu kwa miguu yako, shika sadaka zako, wekelea hapa. Wekelea sadaka zako. Kama wewe ni wa kazi, you are free to go. Wekelea sadaka yako uende. Tulisema mtu akiingia kwa mlango anapatiwa bahasha. Utafute sturu pale, mwekelee hapo. Mtu akiingia anachukua bahasha yake anakuja anakaa. Because ndio ajipange. Unajua you need kujipanga. Ile kitu unataka kutoa unapanga, unaiombea. Na unaiambia sasa ukienda wewe ukue mesha kina bedi na wago. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu niko tayari. Just surrender to him. Mwambie God, I want to serve you. I don't want to be associated with any nonsense, anything. I want to be called. I want to be associated with your Son. I want to serve in your kingdom. I want to serve you. Me and my business, me and my cows, me and my family. I want to serve you. Mwambie, I want just to serve you. Fungua tu kinywa chako, mwambie niko tayari, I want to serve you. Wekeleni sadaka zenu hapa. Kama umemaliza, you go. Wale wanaenda. Wekelea tu. Wekelea tu au. Yes. Nebukadneza, hautawezana na maisha yangu. Mwambie Nebukadneza, no matter what you say, what you do, what you think, I'm ready to lose everything but serve my God. It doesn't matter what they say, what they will say. I'm ready to lose. I'm ready to start afresh. As I said, tukiwa kule mlimani, nikawaitisha certificate zenu zote za makazi, za kila kitu. We meant to start afresh. We meant to disorganize everything and start afresh in our lives. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu niko tayari kukuserve. Just open up. Cry to God. Tell God, I am ready now. I am ready now. I've seen everything ambazo nimekuwa nikifanya, it is in vain. I have tried moves, I've tried everything, it's vain. But I've seen your sons, Meshach, Shadrach, and Abednego. They completely said it is you. They refused to worship any other God. But you came for me. I thank you. I honor you. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni baraka katika maisha yangu. Wewe ni mtakatifu Baba. Angalia walivyoniinukia. Wamepanga magumu na mazito.
wamesema sitafaulu, wamesema, wamepanga mikakati ya kila aina kufunga milango yote, wameinua vita, wametumia marafiki wangu, wametumia jamaa zangu kupigana na mimi. Mimi sina uwezo, siwezi kuinua kidole changu kinyume. Nahitaji msaada wako, nahitaji unishike mkono, nahitaji uniongoze. Sina uwezo, ndire na hinya Baba, ndire na uhoti ungi ukirite ucio uhete. Ndingihota kwirwirira, ndingihota kurugama njuge atiriri niguhotana. Itari nawe ndingihotana, itari nawe gutire kundu ingithie, itari nawe Baba nindaguthaitha. Njuriria tu Baba tondu niwe uĩ kũranĩria, njuriria tu tondu ti andu anini, ni andu aingĩ mebangĩte, nĩ gĩkundi kĩnene kĩbangĩte maũndũ maritũ, gĩke maũndũ maritũ, na gĩkauga na gĩkehĩta na gĩkerwo makeni, gĩkauga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ no nginya athire, maũndũ maya mothe no nginya mathire. Ĩndĩ Ngai nĩ njũĩ atĩrĩrĩ, nĩ ũiguaga kĩrĩro gĩa ciana ciaku. Njigua tu Baba ũmũthĩ, njigua tu Ngai na ũndirikane. Ririkana ciana ciaku, ririkana nyũmba ĩno yaku, ririkana maũndũ marĩa mothe Baba twanakoro, ririkana kũrĩa guothe ndanathiĩ, kũrĩa wanandũma, maũndũ ndaneka Ngai magagũkenia. Ririkana kaũndũ kamwe karĩ gagũkenia ndĩndeka. Ririkana tu ũmũthĩ, ririkana tu ũnjũrĩrie mbara ĩno, ririkana tu ũnyitĩre guoko, nyitĩra matamu aya manjũkĩrĩire. Manoka gũkũ mokire gũkũ matarĩ kĩndũ, mokire matarĩ onake, magĩũka makĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku, ũkĩmera nĩ ũkũmateithia, nĩ ũkũmarathima, na ũkĩmarathima na maragĩa na hinya, maragĩa na ũhoti. Rĩu marakũnja shati, marakũnja makano mao, maroya ngundi ciao, maroya njũgũma ciao na hiũ ciao, na nĩmĩ ciao cirakana ta mwaki, marauga nĩ mekũnina kĩgongona gĩkĩ kĩa maheire gĩa kũrĩa. Baba nĩ ndagũthaitha tu, we nĩwe ũĩ na nĩ ũmoĩ na marĩtwa mao, nĩ ũĩ ũrĩa mebangĩte na ũrĩa makũrĩtie, nĩ ũĩ wenji na ũkuri ũrĩa makũrĩtie, nĩ ũĩ Baba ũramahoneirie haha, nĩ ũĩ marokire amwe matarĩ nginya nguo, ũramateithĩria haha, marokire matarĩ na gĩa kũrĩa, ũramateithĩria haha. Ngai, we nĩwe mũtuanĩri cira, we nĩwe ũtuaga cira. Nĩ mokire Ngai tondũ nĩ magĩa na hinya-rĩ, na nĩ magĩa na ũhoti wa kũrũa na kĩgongona gĩaku-rĩ. Baba niĩ tirĩ ho na ndirĩ ho Ngai, kĩgongona gĩkĩ ti gĩakwa nĩ gĩaku. Baba wahotwo-rĩ, Baba kĩngĩkahotwo nĩwe wahotwo, na kĩngĩkahotana nĩwe ũkahotana, na ngumo na ũgoci ciothe nĩ igagũcokerera. Baba ndamaneana tu moko-inĩ maku, ndirĩ na ũhoti na ndikwĩrũa nao, ndikwĩyũrĩria na ndikũria. Aya mananjũkĩrĩra marĩ a bamĩrĩ, marĩ arata akwa, marĩ ciana cia gũkũ Ngai, nĩ ndagũthaitha Ngai, niwe ũtuaga matua maku. Warĩ na Musa rĩrĩa ateng'eretio, rĩrĩa makinyire rũĩ-inĩ makĩona nĩ megũkua, mbere yao kwarĩ rũĩ na thutha wao kwarĩ na thũ, ũkĩreka na ũgĩtĩkĩra Ngai, ũgĩthondeka gatagatĩ-inĩ ka rũĩ gũkĩgĩa na barabara, makiuma magĩkĩra, magĩkĩra mũrĩmo ũrĩa-rĩ, thũ cioka ũkĩreka citonye thĩinĩ wa rũĩ-inĩ rũu. Makinya kũu makĩgegio nĩ magegania maku, ũgĩcoka ũgĩtumania maĩ macio othe magĩthira. Baba na nĩwerire Musa ũkĩmera thũ icio ũrona ũmũthĩ ũyũ-rĩ ndũkanacigua rĩngĩ. Baba ndĩ mwana waku, ona gũtuĩka ndirĩ ndarũgama na njĩra iria ciagĩrĩire, ndĩ mwana waku, ndĩ ndungata yaku nĩ niĩ watũmire, wanjetire ndĩ kũrĩa ndarĩ ũkĩnyuma, ũkĩnjĩra kũrĩa guothe ũrĩthiaga nĩ ndĩkoragwo nawe, ũkĩnjĩra thũ ciangĩgagũkĩrĩra nĩ niĩ ngamũkĩrĩra, ũkĩnjĩra Baba na makĩgeria gũkarũa nawe nĩ niĩ ngarũa nao, ndũkanarũe nao. O ciugo ciaku nocio ndarũgamia, iria wananjĩrĩra rĩrĩa wanjitĩrĩirie maguta ndĩ harĩa City Hall-rĩ, ũkĩnjĩra nĩ ũkaũkĩrĩrwo no nĩ ũkaũkĩrĩra acio makanjũkĩrĩra, atĩ nĩ makageria kũndeng'eria nĩ ũkamateng'eria, nĩ makageria kũnjĩkĩrĩra mĩtego nĩ ũgategũra, nĩ makenja marima nĩ ũkamathika, Baba nĩ makenjera nĩ makahũra nĩ ũkamahũra. Ciugo ciaku nĩcio ndarũgamia mũndũ ũyũ, ciugo iria wanyanjĩra Baba, nĩ wanjĩire no kĩhe mwĩhoko njũke haha ndangathe kiugo gĩaku na ndikagĩa na guoya kana gũcoka na thutha, tondũ nĩ ũrĩnjĩraga na nĩ ũrĩndokoragia, na ũkĩnjĩra arĩa magokĩrĩra kĩgongona gĩkĩ-rĩ nĩ ũkamokĩrĩra. Baba nĩ ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ, ke macio mokĩrĩire kĩgongona gĩkĩ, tondũ we nowe ciugo icio waririe nĩcio ndakũririkania Ngai, ndakũririkania tu Baba, tondũ wananduta kũndũ kũritũ, kũrĩa ndagathĩtwo, kũrĩa ndohetwo, kũrĩa ndatunyĩtwo, kũrĩa ndanatwarwo nginya njera, nĩ wananduta kũu. Na Baba nĩ warũgamirie ihoto ciarũgamire, tondũ nĩ wanjĩrĩte nĩ ũkarũgamaga naniĩ. Nĩ njũĩ ona ũmũthĩ ũyũ
nĩ ũkũrũgama nani. Nĩ njũĩ ona ũmũthĩ ũyũ baba ndũkũreka ndunye, ndũkũreka hũrwo, ndũkũreka hotomithio, ndũkũreka hie nĩ mwaki ta Meshaki na Abedinego, ndũkũreka ndĩo nĩ mũrũthi ta Danieli. Nĩ njũĩ baba ciana ici nĩ ikũrĩragĩra, ciana ici nĩ igereire morogi-inĩ, nĩ amu kũrĩ mokire gũkũ marĩ arogi, kũrĩ mokire gũkũ marĩ ahunia a kĩgongona, kũrĩ mokire gũkũ marĩ aici. Baba ndarũgamia ciira ũcio mbere yaku, o ta ũguo marũgamĩirio Meshaki na Abedinego marũgamĩirio mbere ya Nebukadneza, ndarũgamia ciira ũcio mbere yaku Ngai, gũkũrũgamia atĩrĩrĩ ta macũthĩrĩrie aya marĩte raini, moete mĩhiũ, moete njora, moete mĩtimũ, mangĩ moete mĩguĩ, marauga nĩ mekũnjũraga, marauga nĩ mekũnina. Wanjĩrire atĩrĩrĩ matikandoria, nĩ ũrĩrũaga mbara ĩyo. Baba mbara ĩyo nĩ ndamĩrũgamia mbere yaku. Baba ta macũthĩrĩrie marĩte haha makarĩa mũhuko ũyũ ũtete, mũthithũ ũrĩa warehire haha rĩ nĩguo mokire magĩtahia, maguta marĩa waitĩrĩire haha rĩ nĩ mokire magĩtahia. Maguta macio nĩ mamarũgamia, maraugire ndũrĩ Ngai, maraugire atĩ ndũrĩ Ngai, maraugire atĩ ũmahutie tondũ ndũrĩ Ngai. Baba andũ acio nĩwe ndanengera, ndirĩ mũtuanĩri cira, ndingĩtua cira na ndingĩhota gũtua cira, we nĩwe ũtuanagĩra cira. Ciana ici cikaithĩtio, cikarũithio mbara kwao, magakaithio nĩ aciari ao, magakaithio nĩ arata ao, magakaithio nĩ andũ a kwao. Baba magatunywo indo, manathiĩ nja makaruta mawĩra, magakora indo ciao gũtirĩ, metia indo ciao makĩrwo gũtirĩ. Baba nĩ ndagũthaitha rũgama na kĩhoto baba thĩinĩ wa ciana ici. Ciana ici cigeretie kũruta nginya mawĩra, nĩ mekĩrĩirwo mĩkana, mokĩte haha makaigĩrĩra maciaro mao haha ma mbere, makaruta icunjĩ ciao cia 10, makaruta sadaka ciao makaigĩrĩra haha, magoka gũkũ magakoma, makeima gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, o makĩgeria gũgũthaitha, no makiumagara rĩ magakora indo ciao ciothe nĩ ciirwo. Daudi akiuma mbara-inĩ rĩ, aumire mbara-inĩ agĩũka agĩkora atumia nĩ mathire, ciana nĩ ithire, ng'ombe nĩ ithire na mbũri nĩ ithire, no nĩ wamwĩrire atĩrĩrĩ acikinyire. Yarũgamire mbere yaku akĩhumba gĩthii na akiuga agĩkũria kana nĩ wega gũkinyĩra indo ciake. Baba nĩ wamwĩrire cikinyire, na wakinya kũu rĩ, akinya kũu nĩ wamũhotanĩire ũkĩmũhe hinya. Ciana ici baba mahe rũtha makinyĩre indo ciao, mahe rũtha baba indo ciao icoke moko-inĩ mao, mawĩra mao moneke, mabiacara mao moneke. Nĩ magirĩrĩirio tondũ gwokire gũkũ gũkĩhanda itugĩ ciago na ciarogi atĩ nĩgetha cigiragĩrĩrie mũndũ akĩrathimwo Ngai. Gũkĩingĩra mũthamaki wa Persia thĩinĩ wa nyũmba ĩno, na the prince of the Persia akĩingĩra nyũmba ĩno Ngai, atĩ andũ aya nĩ wamarathimire tene na indo ciao nĩ ciokire tene, no mũthamaki wa Persia atũrĩte anyitĩte mũraika Gabrieli ndagakinyie indo ciaya. Baba nĩ ndatũma Michael athiĩ ateithũre ciana ici, aciteithũre kuma mbara-inĩ iria matonyereirio, mbara cia kĩwĩra, mbara cia biacara, mbara cia kĩmũciĩ, mbara cia kĩmũtũrĩre. Nginya mĩrimũ nĩ maikĩirio, mĩrimũ ya kansa na cukari, mĩrimũ ya mũkingo na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ, atĩ nĩgetha maonekane ta megũthira. Ĩndĩ Ngai nĩ njũĩ atĩrĩrĩ nĩ ũrahonokirie Meshaki na Abedinego. Hezekia arokire arakũririkania kaũndũ kamwe, arakwĩra ririkana kaũndũ kamwe ndaneka gagagũkenia. Baba ririkana ciana ici, arĩ kaũndũ kamwe mekire, baba ũgĩkena. Nĩ ndagũthaitha harũrũka ngoro-inĩ ciao, mĩĩrĩ-inĩ yao, meciria-inĩ mao, ona nyũmba-inĩ ciao. Baba nĩ ndarũgamia kĩhoto kĩu mbere yaku. Nĩ njũĩ mũtuanĩri cira, nĩ njũĩ wĩ mũndũ wĩ kĩhoto, wĩ Ngai wĩ ihoto ningĩ, na wĩ Ngai ũkinyanagĩria. Twanakwĩhia na twanakwĩhĩtĩria, nyũmba ĩno yanakwĩhia na nĩ yakũhĩtĩria, ithuothe gũkũ twanakwĩhia na twanakwĩhĩtĩria, ona nĩ ndanakwĩhia na gũkũhĩtĩria Ngai. No ĩndĩ baba ndoka mbere yaku ta mwĩhia tu ũrenda gũteithio nĩwe, mwĩhia tu ũrenda gũteithio, tondũ nĩ wanengerire baba mũthĩgi wa nyũmba ĩno nduĩkage mũtongoria, mũrĩithi wa ng'ondu ici, ndũkareke ng'ondu ici igahũta, ndũkareke ng'ondu ici igatunywo, ndũkareke ng'ondu ici baba igatonywo nĩ ekinaĩ, nĩ arogi, nĩ ago ona aragũri. Baba nĩ njũĩ gũkũ nĩ kũrĩ arogi aingĩ mũno marũgamagia ihoto ciao gũkũ, na mathiaga marũgamia kũrĩa kwao rĩ magacoka magoka kũnyarira andũ arĩa angĩ gũkũ. Baba nĩ ndakũria tu rũgamia tu kĩhoto gĩaku, ririkana kaũndũ kamwe nyũmba ĩno yanagwĩkĩra, ririkana kaũndũ kamwe ciana ici baba cianagwĩkĩra, ririkana tu baba ihoya manakũhoya ũkĩrĩigua, maririkane tu na njĩra ya mwanya, ririkana onani no ririkana ciana ciakwa, ũririkane na andũ akwa othe Ngai, kĩhoto gĩaku kĩngĩrorũgama igũrũ ritũ, tũngĩragĩa na ũhotani, na tũngĩkagĩa na ũhotani rĩ nĩwe nĩwe wakorwo ũhotanĩte, na nĩ tũgagũthathaiya na tuge ũrĩ Ngai, na tũngĩkahotwo rĩ baba nĩwe ũkahotwo, tithuĩ tũgakorwo tũrĩ ahotwo, tondũ we nĩwe mũthamaki. Mbara ici nĩ ciaku, nyũmba ĩno nĩ yaku, na kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku, na ciana ici nĩ ciaku Ngai. Nĩ ndagũthaitha baba tũiguĩre tha, makinya maitũ reke matuĩke ma kũrathimĩka, moko maitũ reke matuĩke ma kũrathimĩka,
hĩndĩ ciothe reke tũkũganage na tũkaugaga ũrĩ Ngai. Hĩndĩ ciothe Baba reke riri waku tawa waku tũmũrĩkagĩre na njĩra ciaku Baba cionekanage kũrĩa tuothe twathiĩ. Baba nĩ ndakũria tu aya nĩ matũthiũrũrũkĩire, aya mathiũrũrũkĩte gũkũ, mena hiũ, mena mĩcinga, mena mabanga, mena maroho moru, no ĩndĩ we nĩ ũmenyaga ngoro cia o mũndũ o mũndũ. Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Baba ndarũgamia kĩhoto gĩakwa. Amen. Amen. Kila mtu simama juu kwa miguu yako. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya ibada. Asante kwa sababu ya kumtumia mtumishi wako kuleta neno katika madhabahu haya. Bwana, ni ombi langu kwamba utusaidie na utusamehe makosa yetu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu unasema kwamba hakuna neno ambalo utaachilia likarudi kwako bure. Baba, ninaomba kwamba utusaidie kumwelewa na kumsikiza mtumishi huyu ambaye umetupatia kwa wakati huu. Asante kwa kila mmoja Bethel Clouds TV, empowering lives. kwa sababu wewe Bethel Clouds TV, empowering lives.